Nasikia mazejo jana nilikuwa sleepy. Hiyo si kizungu sio. But ni shenge. Mazejo jana sleepy mazejo nimeamka nikiwa tired mbaya. So imagine sasa ni Spanish neka hapo. Ndakwambia best yako vinyo napenda ule dem. Mazejo ule msupa cho el hombre de la jana nimeongea na wow, ladies and gentlemen, them days, nikisema dem, usifikirie madem, na maanisha hizo siku. Them days. Yes, those days. We bring it back at TBT. Yeah, bana, Mr. Mtemi Mistari hapa. Papa Udhile aka Randy _ muziki. Papa Udhile mwenyewe. Na leo tuko ni Jazzy edition ama nini? Kwani tu ulinikopi Nani ukopi mwingine hapa? Lakini anyway. Ukopi mwingine. Sijaiacha kuwa fan wa Man U na sitawaacha. So kwa wasupa wote pale nje nikikwambia mimi ni mloyal, niamini. Na yale yote tunayapitia bado mimi ni mloyal. Huyu jamaa amekuwa fan wa Man U for 2 weeks now. That is the loyalty anaongelea. Haya wewe. 2 weeks gani kutoka 203 mpaka wa leo. Anyway, vile unajua pia hizi teams si za saini za kitambo. Hizi teams zimekuwa before hata tukue na TV, tusikiange kwa radio. Ushai watch game kwa gazeti? Mimi nimewahi soma game kwa gazeti bana, and then unajua uki watch game kwa gazeti unasoma history. Oh, by the way, inakuja kama flashback and then he kicked the ball. He kicked the ball from yani, outside. Unaanza kuvisualize, yani venye ubo alipiga hiyo ball ikikiwa ikakaa vivi. Anyway, languages, lugha. Ati lugha za wazazi. Wewe kuwa msanifu bana. Lugha. Lakini unajua yani kuna yale maudhui katika lugha. Unajua kwani wewe ni Mluya? Ni nini unarusha Viswahili mzito hivyo? Si tunaongelea. Lakini uzuri kuna mufti na kuna sanifu. So wewe uko kwa sanifu. Kuna difference? Mufti ni gani? Sasa mufti ni ile mufti kwanza ina sound Kiluya. Bana, inzendi mufti. Ni mufti. Ulanga mufti. Unajua wewe tumeongelea story ya lugha nikakumbuka jo venye nilikuwa na jirani fulani Mluya. Ule jamaa ni kwa kila conversation tukigrow hiyo time. Siku hizi sioni hizo vitu na wazee. Ule msee yani hata Kiswahili yake akiongea, yani lazima angerusha tu. Wewe nakwambia misamiati. Hakuna watu wanaongea Kiluya hapa Kenya kama Kiswahili kama Waluya. Mnasema ngati sijui Waswahili sijui Mombasa. Hakuna. Unajua kuna difference ya Mombasa ni ya accent, ni vile wako na accent. Ya ala dogo. Accent wewe alhamdulillah. Ushasikia Kiswahili sanifu muongelewa na accent wewe. It's only a Luya who can give you that vibe. Haiwezi kuja. Ulikuwa unasikia sasa story tu from nowhere usikie ambamo watu wa Radio Jambo patanisho ndio wanaelewa hii stuff vizuri sana. Juu hao ndio wanajua. Ati akikupigia kwanza hadithi. Hata tu si umesema mambo ya mpira. Nakwambia Mluya nakupigia story. Yani unaifeel. Yenyewe kusema kweli hiyo mechi kati ya Harambee Stars na Morocco. Kuna kitu ilifanyika sikupenda. Kitu gani bana ilifanyika? Bwana uliona referee alipulisa kipenga mahali ambapo hapastahili. Kipenga. Okay, nani anatumianga kipenga kwa? Sisi tulisikia kipenga tukashindwa ni nini? Kumbe ni ikapu. Unajua ikapu ni nini? So unajua kwa kichwa unagonga kikapu ama nini? Ikapu ni free kick. Alikuwa ikapu. Waluya big up. Mimi nakumbuka yani back then ukigrow ungerusha kasheng hivi kamoja. Unajua hiyo time hizi pesa kwanza tuseme story ya pesa. Hiyo time 500 ilikuwa iko punch. Hapana. Sasa wewe tuambie hiyo ya 89 ilikuwa 500 ilikuwa inaitwa Jirongo. Unajua Jirongo? Wewe inaitwa Jirongo. Unajua kwa nini inaitwa Jirongo? Kuna jamaa alikuwa politician alikuwa anaitwa Silas Jirongo. Silas Jirongo alikuwa yeye kwa makampeni zake. Yeye alikuwa anapeana tu mapunch, unaona? So bwana nilienda kwa ile kampeni ya ule chama. Tulipewa Jirongo bwana. Alafu arusha kamsamiatu hapo. Unajua nilienda kwa minajili ya. Nilienda kwa minajili alikuwa ametuma uchumbe mapema.
Minajili inatokea. Tulikuwa haraiki ya watu. Huyo jamaa alikuwa na umati bwana. Abateni wanakuanga best Kiswahili ya wase. Kuna watu wengine pia ni wa deadly Kiswahili. Wakamba. By the way. Unajua Wakamba ushago kwao ni Mombasa Road. So on their way to Mombasa. Hata Wakamba ndio wengi coast by the way. Exactly. By the way, unaona vile unaambiwa, tulikuwa tunaambiwa ukiwa ushago ati soma kwa bidii uende utafute kazi Nairobi. Wakamba inakuanga ni tomanga mwana. Toma tana. Kikamba inaongelewaje? Toma kwa bidii. Toma kwa bidii. Uende upate kazi Mombasa. Sio Nairobi. Nairobi hakuna. Nairobi Waluyo wamechaa. Unajua Nairobi inakuanga wakora. Anyway, bana Kimondio na kuongelea Kiswahili sanifu wewe. Yeah, true. Sikiza Yomba. Sikiza Yomba ngwambie. Sikiza ngwelete kitu. Sasa ndizi ni yako ama ni yangu? Sasa nani anasimulia? Nani msimulizi hapa? Basi susugua usugani. Ongea kwa sababu wewe uko na maneno wewe uko na kandende. Unajua kandende. Unajua kandende. Uko na kilomo sana wewe. Uko na kilomo. Alafu sasa hasira ikikujaga anasahau hata ilikuwa Kiswahili. Anaingiza sana lugha yao. Basi wewe ngotemanga. Nini? Inaitwa lugha. Si ha, wacha kiluya. Lugha. Kuna GH lakini ni lugha. Alafu sasa hao watu walikuwa kwanza shule kwa class. Hao ndio walikuwaga watiaji. Juu unajua ukienda useme ati mwalimu huyu alichukua penseli yangu. Pencil ni nini? Pencil ni sema penseli. Sasa wale watiaji walikuwa mwalimu nina jambo la kusema. Katika darasa hili kuna watu ambao kazi yao ni kuchukua vitu ambavyo si vyao. Sema tu kuchukua vitu za wenyewe. Vitu ambavyo si vyao. Sasa na ile kwa inaitwa debate. Kitu ilikuwa ni bamba ni veje sasa wale watu wenye Kiswahili na wasumbua sasa tuseme wajaka. Hawa alikuwa hapo kusengenya. Ni nini? Sasa lazima. Anapoongea hapo kando jamaa karajio nanga ni kama hii Kiswahili ni Kiswahili gani? Oswayo. Hiyo Oswayo. Huyu na hiyo Oswayo yake. Amekazo kwa Oswayo. Oswayo. Bana, it is time for biology bwana. Stop talking Oswayo. Too much Oswayo for what? Anyway, lugha. Sasa unaona watu walikuwa wamebobea kwa lugha. Ni wazazi wetu. Nakwambia ati unaongelesha mzazi sheng. Hiyo lugha gani? Sheng. Na unajua sheng, nyinyi hakuna sheng mnaongea. Sisi ndio inventors of sheng. Wewe unajua kisu ilikuwa inaitwaje? Daga. Imagine daga. Do you know daga is an English word? So sisi yani tulikuwa ngani tunaongea, tunachukua ile English vocabulary ile mzito tunaileta inakuwa sheng. Hata si hapo ndio hizi lugha like msee anaweza toa sheng kutoka kwa Wakikuyu. Wakikuyu ndio walikuja wakaribu sheng. Walikuja wakatake over. Sasa waru ni sheng aje. Tumekula nini waru? Bana hiyo si sheng bwana, ni kisapere. Daria waru. But mimi nasema wa kuharibu alifanyika kwa interesting. Wewe niambie sasa uchukue kawadi ka kijaka ukuje uifanye ikue nini? Unajua kijaka na nini na kuna wadi yote ya sheng inatumikanga wadi ya kijaka? Gani? Donjo. Hiyo si ni jana tu nani amekuja nayo yani. Umeuliza tu. Donjo ni sheng aje. Donjo hata inakaa ni kama mtu ameland kwa matope. Donjo. Tuendelee. So tuko kwa debate. So hapa kwa debate ni ya Kiswahili. Ilikuwa inaitwaje? Mjadala. Mjadala ina sound kijaka. Mseme mjadala. Turudi kwa debate. Tumia debate. Haya. Ilikuwa inaitwa maudhui ya mjadala wa leo ni elimu ni bora kuliko pesa. Lakini hawa watu walitudanganya. Si tulijilaani. Mimi kwanza nilikuwa hapo kwa elimu ni bora. Wallahi.
Lakini ya kizungu, Kiswahili haikuwa mambo yangu. Money is better than cheddar. Man, education is better than money. Bro, zile points nilikuwa nakujanga nazo mimi kama I stand in front of you just to tell you that in this life money is nothing without education. Saizo jirani yenyu hakuwaisoma na akona maploti hapo. We jirani umeenda mbali. Mwenye alisoma anamfanyia kazi. Jirani umeenda mbali. Pale Ocha kuna ule kuzo wako aliachia shule class. Ameoa, akona hardware, akona nduthi, anauza makaa. We. So wewe, education is better than money. Education is better than money. Lakini hapo nayo kidogo. Alafu sasa kuna ile ilikuwaga sasa hii sasa ndio ilitutoaga timing. Boys are better than girls. Ati as a man I stand, as a boy. As a boy I stand here to say that this world can prosper even without women. This world we can do better even without girls. Because I don't need a girl, I only need my life. Alafu opposite anasimama. Say a break. Mary. So listen, my boys are better than girls. Mary amejao. Mary hadi ongei kizungu sasa. Anaongea Kiswahili. Hapo msamiati. Anyway, lugha, but mimi nasema lugha itukuzwe ama nini? Kiswahili kifukuzwe. Unaona sasa kitu kingine? Turudi hapo kwa ifukuzwe aje. Imetujenga mazee. Sasa wewe ni Mkamba ama wewe ni Mluya? Wewe ni? Sawa, tuendelee. Anyway, lugha imetujenga. Juko ni kabila gani? Achana hayo. Unajua kwa nini lugha imetujenga? Je, kitu moja. Hatuongei lugha zetu tofauti. Juu unakumbuka ukigrow wazazi wetu walikuwa tribal sana. Sijui kama ulikuwa na get. Ile design ya usijaribu kuniletea Mkisii kwa hii nyumba. Usiniletee Mkisii kwa hii nyumba. Ukiniletea Mkisii nitawarusha huko. Hadi akutajia aspect zote za kwa nini fai kuleta Mkisii. Unajua Kisii ni wachawi. Unataka tukwe tunakimbiza Kisii. Unajua Kisii wanatoanga mtu kama amelala, wanampeleka analima shamba. Alafu kidogo unasikia mwingine ati wa Mjaluo na usiniletee. Ile madhara wako nayo. Alafu unajua kuangi wameniniwa. Ulikuwa hadi ukitembea hadi umepelekwa na beshte yako kwao. Mnafika tu hivi. Habari kijana, unaitwa nani? Naitwa James nani? Tunataka lugha ya nyumbani. Jina ya nyumbani ni gani? Naitwa James, tumie lugha gani? Tumia Kikuyu. Sema tu Kikuyu. James Njoroge. Majarabon. Hakuna kuficha. Njoroge. Wewe ni Mkikuyu. Sinishasema naitwa Njoroge. Alafu anaambia jirani yake Jaluo mwenzake Mato Jarabon. Jarabon gani? Majakuo. Wewe ni Mkikuyu. Kwenye sasa kitu kingine kutoka kwa language ni mtaa. Njoroge unaishi wapi? Korokocho. Umetuletea mwizi. Korokocho ile moja. Nikako na korokocho 3. Kastori kanianza hata hapo hivyo. Ati by the way hapa Korokocho si ndio nilisikia kuna vijana 3 waliuliwa. Unatoka Korokocho ulisikia hao watu wali unawajua? Ati siwajui. Lakini ni majirani zako. Sasa siwajui, sasa najuaje ni majirani zangu? Yaani mimi naweza sema unaona kizungu Kiswahili ni kitu poa. Imekuja ikafanya tumeprogress mahali. Hebu nikuulize Randy. Imagine sisi tungekuanga naongeanga sasa sisi tungekuanga naongeanga Spanish. Spanish by the way ingeweza. Sasa unajua kizungu tunakuanga tumeinclude kwa Sheng. Nasikia mazejo jana nilikuwa sleepy. Hiyo si kizungu sio. But ni Sheng. Mazejo jana sleepy mazejo nimeamka nikiwa tired mbaya. So imagine sasa ni Spanish naeka hapo. Ndakwambia best yako vinyo napenda ule dem. Mazejo ule msupa cho el hombre de la jana nimeongea na acha ujinga. Ati jo jana nimeongea na ule senyorita. Ule dem jo ni mi amor. Senyorita amenie embrebado sembrigado kwa. Haingeweza jo. Hivi tungekuwa na malips kubwa. Juu unajua watu unazitomba. Sasa ilikuwa tu utaje Diamond kwa hiyo.
Anyway, tuendelee. Cheki Simba, mimi ni fan. Mimi ni fan. Nani amesema? Hater. Mimi naongea Diamond bro, Diamond. I love you Diamond manzejo. Ya Kama Kristo. si wewe singewahi jua, hata naweza kuwa najuana na nini ya Diamond na kwa nini? Dhahabu. Si ndio mimi nilikuwa naongelea Diamond Diamond. ni dhahabu kwa Diamond ni almasi. Almasi ni jina mtu wewe, sasa pia wewe. Wewe si uulize wa viewers Diamond ni nini kama si almasi? Almasi ni jina mtu bwana, Almasi ya Kinyi. What's your name? Almasi. Si mzazi alimuita almasi ati ndio aone kuna kitu ya value, lakini anyway turudi kwa lugha. Mimi naweza sema Kiswahili na nini, hata kama tuko tunaonanga ni kama wao wanatuumiza, but imetujenga in a way. Imeua hizi ma tribal barriers. Unaona sasa tunaweza interact bila mse kumind. Wewe ni kabila gani? Lakini sasa kuna kitu inaitwa accent bana, inakupeana message. Hiyo na bado kupeana mse. Inakupeana bana. Wewe unajua kuna wakati mimi nilikuwa na dem fulani hapo. Alafu dem nilikuwa nimempenda. Sasa unaona tunatembea siku moja, tukakutana na beshte yangu. Nikamwambia ni aje? By the way ndo demi. Kumbe ndo demi ya Mtemi. Manze wewe tunakujua. Anakuongeanga kila mahali. Demi akasema, "Kwa hivyo mimi ni Serembo." Huyo beshte yangu alikuwa tu Serembo. Alikuwa tu Mtemi tuonane manzejo. Lakini unajua kitu inanibamba ni unaona hii Kiswahili. Unajua wewe mtu wako anaweza kusengenya na sister yake tu hapo ama na rafiki yake kutoka kwa bila yao. Na una flow tu. Lakini miwezi sengenya. Lakini lugha ni tamu senye mnaelewa. Kwanza unajua hii lugha huwa play poa senye umeingia kwa gari, upate watu wanapiga udaku. Hebu nikuulize Randi. Wewe kabila yako ni gani? Nani umekwama hapo? Unaanga lugha. Yes ndio. Randi hauna lugha. Na mimi napenda kuwa kila mahali. Bora tu usinisengenye. Jio lugha unadhani nitaisikia. Unaona? Anyway, Randy, what is your tribe? Kiswahili kitukuzwe. Kizungu, lakini Kizungu nayo ilitupotosha. So tuongelee Kiswahili. Nao tushajua Waluya ni wa deadly Kiswahili, wamefuatwa na Wakamba. Sasa ni kina nani wanaharibu Kiswahili hapa Kenya? Kabila gani yenyewe Kiswahili yao ni Kiswahili imehata? Ye labda wasiwa tuambie hapo kwa comment section. Sema tu Wasapere bwana. Wasapere wajue Kiswahili. Wasapere kusema tu ukweli. Ati mtu anaitwa Ramadhan Wamboi. Anaongea accent ya Kikost. Na accent ya Kikuyu combined. Alafu anataka kuongea Kiswahili sanifu. Nilimwambia sije akaja. Nami nikamwambia siji. Nikamwambia nitakutemaga wewe. Nitakutemaga. Utanijua ni nani? Mimi sitabui. Ladies and gentlemen. Ngoja by the way, lugha tutukuzwe. Mimi hata na recommend, mimi hata ikakuwa ni kusign petition. Kiswahili iweke Afrika mzima. Hiyo ndio lugha tunaweza elewana. Mimi naweza sema yenyewe manzejo, Sheng ikuwe nationalized. Tubongeni Sheng. Mbwegze. Na Kiswahili ikuwe Afrika mzima. Kiswahili kifukuzwe. Kizungu ndio ifukuzwe. Kizungu ifukuzwe. Kifukuzwe gani? Kizungu achana hatuiongei, acha tu imiande. Ingangane tu penye naweza. Anyway, ladies and gentlemen, till the next time. Yes, it is I Papo Dile aka Randy_muziki. Mtemi Mistari hapa, Mtemi Mistari wa one and only. Kumbuka ni them days. Tuna remind ourselves that them days pia life ilikuwa just as if life. Forget to remember. Anyway, till next time, peace.